amka, amka. Mwamba akawa anapiga kelele tu, jamani, kuna nini, kuna nini? Mke anamwambia, hebu angalia hii. Mara amekula kofi. Naangalia. Mbona mwamba amelitoa jicho hivi? Sasa wakati mwamba anataka kujitetea, bidada akamtimua atoke nje. Hazikupita dakika nyingi sana, alikuja mchizi mwingine hapa ambaye ni ndugu wa mwamba anayekula makofi, yaani ni shemeji wa huyu bidada hapa. Baada ya hapo jamaa akamtoa nje ndugu yake, lakini cha kushangaza tunakuja kumwona tena huyu mchizi akiwa na shemu wake chumbani. Na hiyo ni baada ya tukio ambalo tumetoka kulishuhudia sekunde chache tu zilizopita, yaani tena kwenye pozi ambalo ni ngumu sana kufunika kombe mwanaharamu apite. Walipiga story pale, lakini mwisho wa siku wakavutana bwana. Kabla tujaendelea, naomba nikupe sekunde 5 tu ili uweze kusubscribe na kubonyeza hiyo alama ya kengele hapo ili uwe mwanafamilia wa Mentalix Recaps. Wawili hao unaowaona ni wanandoa na pia wamekuwa na migogoro ya mara kwa mara kutokana na kwamba mchizi hapa amekuwa akiwasiliana sana na ex wake ambaye waliachana kitambo sana. Huyu mwamba hapa jina lake anaitwa Tari na huyu mke wake anaitwa Jola. Sasa hapa Tari alikuwa akijiandaa kwa ajili ya safari yake ya kikazi kuelekea sehemu moja hivi ambayo inaitwa Asaba, lakini sasa mke wake hana imani naye hata kidogo, na hiyo yote ni kutokana na kwamba mji ambao mchizi anaelekea ndio huo ambao anaishi huyo ex wake. Sasa hapa Jola alikuwa akisema kwamba najua fika huyo msichana atakuwepo tu. Jamaa akamwambia mke wake, sasa unataka nifanye nini mimi jamani? Kwa hiyo nisiende au? Jola akamwambia, ujue nini? Sawa, we nenda tu. Baada ya kuongea hivyo akasepa zake. Hapa mwamba ajui hata afanye nini. Na jambo ambalo linamuumiza sana huyu Jola ni kwamba ana changamoto ya kupata mtoto. Yaani kila anapopata mimba huwa inaharibika. Alafu ndo vile tena mchizi bado anampa stressi, kila siku kugombana. Jamaa hapa ikabidi apaki nguo zake kwa ajili ya safari. Sasa hapa watazamaji hatujui kama mchizi atakuwa na safari kweli ya kikazi au ndo vile tena anaenda kupasha kipolo, sisi hatuelewi. Ila ngoja tufuatilie tu. Mzigo wetu unaitwa Beautiful Scene. Sasa wakati mchizi akiwa anatoka, ghafla akasikia kuna mtu anabisha hodi. So ikabidi aende kumfungulia kwanza. Uwezi amini bwana, alikuwa ni ndugu yake. Na amekuja hapa kwa kaka yake kwa sababu kwa alikotoka amefukuzwa na mtu ambaye alikuwa akiishi naye. So amekuja hapa kwa ajili ya kupatiwa hifadhi kama ya wiki kadhaa hivi, alafu akishapata pesa ndo atasepa zake. Huyu mwamba aliyeingia hapa anaitwa Tonye. Tari alishangaa sana maana mdogo wake anaongea kama vile ni jambo la kawaida tu. Jamaa akasema, natumai wife hata maindi. Hawezi kumaindi. Tonye akamuuliza kaka yake, vipi tena, mbona mabegi, unaelekea wapi? Jamaa akamwambia kwamba anaenda kwenye biashara zake. Mchizi aliweza kumfuata mke wake na kumwambia kwamba Tonye amekuja na pia anahitaji hifadhi ya kukaa hapa nyumbani kwa wiki chache tu. Jola akamuuliza, sasa anakaa hapa alafu na wewe haupo karibu? Ni wiki chache tu, maana yeye amefukuzwa na mwenzake aliyekuwa akiishi naye. Unajua kabisa sipendi. Sasa mke wangu, unajua kabisa kwamba yeye ndo familia yangu ya pekee. Baada ya kuongea hivyo mchizi akaamua kusepa zake. Basi bwana mchizi akatoka kisha akasindikizwa na ndugu yake Tonye airport kwa ajili ya safari. Sasa Tonye alivyorudi kutoka kumsindikiza kaka yake, akawa anamuita shemeji yake mke. Jola akauliza, mke, wewe ngoja tu kaka yako akusikie. Sasa natakiwa nikuiteje jamani, mke wetu au? Sasa siwezi kumuita malkia kama wewe mke wetu. Jola alitaka kumwandalia breakfast mchizi, ila mwamba akasema kila kitu atajifanyia mwenyewe maana hataki kabisa kumsumbua. Jola akasema, shemeji wewe bwana msumbufu. Jamaa akamuuliza shemu wake, vipi kila kitu kiko sawa? Jola akamwangalia kisha akamjibu kwamba mimi na Tari tumekuwa tukigombana kwa muda mrefu sana, lakini kwa sasa niko sawa tu. Mchizi akamuuliza, una uhakika? Mrembo akajibu, najua. Hapo unaweza ukajiuliza imekuwaje mtu na shemeji yake wakawa na ukaribu namna hii, lakini kuna siri kubwa sana ambayo ipo kati yao, so tuzidi kufuatilia tu, tutaelewa tu hapo mbeleni. Huyu msichana hapa anaitwa Lisa na ndio ex wa Tari. Sasa yeye na Tari bwana wao wanawasiliana na kukutana sio kwa sababu ya mapenzi, ni kwa sababu wana mtoto pamoja, lakini wanafanya siri sio poa. Yaani mwamba hataki kabisa mtu yoyote ajue kama ana mtoto. Lisa akamuuliza, kwani unakuja tu? Mchizi naye akauliza, yuko wapi? Amelala, maana alipigwa sindano kisha akaikuwa nebulizer ili aweze kupata uweni kidogo. Mchizi ikabidi aingie zake ndani kwenda kumcheki mtoto wake. Na huyu chali hapa anaitwa Atoni. Yaani hawa wawili bwana vita yao kubwa ni kwamba huyu Lisa anataka mtoto wao asimfiche. So anamaanisha kwamba anataka mpaka Jola ajue kabisa kwamba mume wake ana mtoto nje ya ndoa. Sasa upande wa Jola naye wakati akiwa anapanga nguo zake kabatini akaona visoksi vya mtoto. So akakumbuka siku ambayo alitoka hospitalini na kumwambia mume wake kwamba ana mimba, lakini namna mume wake alivyo respondi alichoka sana. Na hiyo ilikuwa ni baada ya mimba kadhaa kuharibika. Sasa jamaa baada ya kuambiwa akataka kumaindi maana bidada alikuwa ameshabeba mimba kadhaa hivi muda uliopita na zote ziliharibika.
ikaharibika. So mchizi plani ya kuzaa na Jola akawa ameshakata tamaa kabisa. Na hapa Jola alikuwa akimlaumu sana mume wake kwa sababu yeye mtazamo wake sio chanya hata kidogo. Hapa akawa anamwambia, ni wewe hauna furaha kabisa, kwani unakata tamaa? Kwa nini? Ulitakiwa uwe na furaha na pia uwe na mtazamo chanya. So hapa tumeshajua kwamba Mwamba alikuwa ameshapinga swala la kuzaa kwa sasa. Hapa tunamwona Jola akiwa analia sana. So Tonye ikabidi aingie ndani na Jola aliweza kumwelezea mchizi situation nzima ambayo anapitia. So Mwamba akaanza kumbembeleza shemeji yake pale. Sasa baada hapo Tonye akaanza kumkandia kaka yake. Sasa kwa nini Tari tena amesafiri jamani? Bidada akasema siwezi kumwambia asifanye kazi. No, unamaanisha nini unavyosema huwezi kumwambia asifanye kazi? Anapaswa kuwa hapa kwa sababu wewe unamhitaji. Yaani hapa Mwamba kwa haya maneno ambayo anamwambia huyu bidada, yaani anamfanya aonekane kwamba yeye ni mwanaume sahihi kabisa yani. Mwamba akamwambia anatakiwa kuwa hapa kwa ajili ya kukukea. Mrembo akamwambia angalau wewe upo hapa ise. Hii kauli mimi hata sijaielewa kabisa. Tonye akamwambia na kama unahitaji chochote wewe niambie. Asante. Na mtu na shemeji yake bwana wanapendana. Mchizi akataka kwenda kumpikia shemeji yake. Jola akawa haamini kabisa kama Mwamba anaweza kupika. Mwamba akamwambia Chef Tonye, unacheza na mimi nini? Sasa upande wa Tari napo wamekuwa na mijadala yao ya mara kwa mara kuhusu namna ya kumlea mtoto wao. Sasa Lisa alikuwa akiongea sana. Jamaa akamwambia hebu niambie basi unataka nini? Lisa akasema mimi sitaki chochote kutoka kwako zaidi ya wewe tu kuwa baba mzuri kwa huyu mtoto aisee. Yaani kila siku Lisa anapoanzisha haya mazungumzo, jamaa hata kama anakula yuko radhi aache chakula kabisa. Maana hataki kusikia hizi habari hata kidogo. Sasa mrembo alikuwa hataki Mwamba aondoke kwa sasa kwa sababu mtoto wao bado anaumwa. So akamwambia kama endapo atasepa basi huenda akamfanyia kitu ambacho hatokipenda hata kidogo. Hapa akawa anasema sitaki kuwa mjinga ila najua hautapenda kwa kile ambacho nitakifanya. Jamaa akamwambia wewe una kichaa nini? Ulikuwa unajua kwamba nilikuwa kwenye ndoa? Na Lisa akamuuliza kwa hiyo wakati unakutana na mimi wewe hukujua kwamba umeoa au? Kwa hiyo unataka mimi nifanye nini sasa? Nimwache mke wangu sio? Nisikilize, sitaki umwache mke wako kwa sababu najua kabisa kwamba sisi sio wapenzi tena. Na najua haunipendi kabisa, lakini nimechoka kumlea mtoto wetu kwa siri. Mchizi akamwambia nisikilize basi nikwambie, mimi nitazungumza na Jola sawa Lakini kiukweli amepitia mengi sana tangu mimba yake ya mwisho ilipoharibika. Baada ya kuongea hivyo mchizi akaamua kuingia zake ndani. Sasa hapa Tonye alimuona tena shemeji yake kama vile hayuko sawa fulani hivi. Basi bwana alimfuata na kumuuliza vipi? Hebu niambie nini shida? Mwanzoni bidada aligoma kuongea ila mwishowe akaamua kumwambia kwamba kama nilivyokuambia kwa mimi na kaka yako tumekuwa tukigombana mara kwa mara. Kabla hajaendelea mchizi akamuuliza vipi kwani bado anaendaga kumcheki ex wake? Jola akasema hapana, na tena huwa anaapa kabisa kwamba hana mawasiliano naye. Vipi sasa kwani humwamini? Yaani nina password yake ya simu na pia linaonyesha uthibitisho kabisa wa mahali ambapo anaelekea na aliniambia kwamba anaenda Asaba. Lakini sasa huyo msichana anaishi huko Asaba. Alafu pia kwa sasa nampigia simu apokee, kwa hiyo nina wasiwasi. Mchizi akamwambia Jola, unanisikia vizuri? Hakuna mtu yeyote yule anayepaswa kukufanya uhisi kama vile hauna usalama katika ndoa yako. Yaani hata huyo mume wako mwenyewe. Kama unataka kumcrush, wewe mcrush tu. Mchizi hapa aliongea maneno mengi sana ya kumpa matumaini Jola. Sasa ghafla tunawaona wawili hawa nyuso zao zikianza kusogeleana taratibu. Lakini kabla ya kufanya kile ambacho alikusudia, mara ghafla simu ya bidada ikaita na alikuwa akipigiwa na mume wake Tari. So ikabidi aende zake chumbani kuongea naye. Jola akamwambia nilikupigia video call, lakini nashangaa hapa tunaongea kawaida. Mchizi akamwambia okay, nitaswitch video call. Mwamba akaswitch ili kuweza kumwonyesha mke wake kwamba yuko sehemu nzuri tu na wala sio na wasiwasi. Sasa hapa bidada akawa anamwambia ni chumba gani cha hoteli iko jamani? Mwamba akawa anasema yuko peke yake. So ili kumthibitishia ikabidi amuonyeshe mazingira ya ndani. So umeona hapa ni chumbani na huku ni bafuni. Basi bwana walimaliza kuongea lakini ilikuwa ni malumbano tu. Sasa wakati mchizi akiwa anakata zake maji taratibu, kumbukumbu zikamjia kwa mara ya kwanza kabisa alipokutana na Jola. Sasa kumbe ilikuwa hivi, siku moja kulikuwa na pati fulani hivi. Sasa huyu Jola alihudhuria na Tonye pia alikuwepo. Lakini kwa wakati huo walikuwa hata wajuani wala nini. So mtu mwenye hiyo pati alikuwa ni rafiki wa Jola na pia alikuwa ni rafiki wa Tonye. Sasa wakati Jola ameenda zake kupozi kwenye balkoni huku akiwa na mawazo chungu nzima juu ya tatizo lake la kupata mtoto, Tonye alimfuata akamsalimia pale na kumwambia kwamba amekuwa akimtazama kwa muda mrefu sana, na pia mchizi akamwambia kwamba anapendaga sana wanawake wazuri. Jola akamwambia asante, kisha mchizi akamwomba namba ya simu, lakini Jola akasema nadhani mwanaume wangu atamaindi sana.
Hajakaa vizuri akapigiwa simu bwana na mume wake. Bidada akamwambia yupo kwenye gorofa ya juu kabisa kwenye balcony. Sasa wakati wanaagana mara Tari akafika. Alishtuka sana alipomwona ndugu yake yupo na mke wake. Akamuuliza unafanya nini hapa? Mchizi akamwambia nipo kwenye pati ya rafiki yangu. So akasalimiana hapa. Bidada akawauliza vipi nyie mnajuana kwani? Mchizi akasema huyu ni binamu yangu kabisa. Na pia ilikuwa tukutane naye wiki inayofuata. Binamu, jamani dunia ndogo sana. Basi bwana sasa tumeshajua namna Tonye na Jola walivyoonana kwa mara ya kwanza. Sasa bidada baada ya kumaliza kuongea na simu alirudi tena sitting room. Sasa hapa Jola alimwambia shemu wake kwamba amechoka sana so anataka kwenda zake kulala. Alivyokuwa anaondoka Mchizi akawa kama anatabasamu fulani hivi. Jola alimuona akamuuliza vipi tena kuna kinachochekesha? Mchizi akamwambia nakumbuka kwa mara ya kwanza kabisa tulivyokutana. Na uwezi amini kati ya moment ambao nilikuwa disappointed sana katika maisha yangu yote. Yaani siku ile naiweka ni kama ya pili hivi. Maisha yako yote. Na momenti kubwa zaidi ni ipi hiyo? Mchizi akamwambia ni juzi kati hivi kabla ya wewe kupokea simu. Ilikuwa bado kidogo tu tukisi. Sema ndo hivyo tena wakasepa. Mchizi akamwambia samani sana. Najua sipaswi kabisa kuongea haya, lakini nashindwa kujizuia. Jola akamwambia umeelewa? Hapana mimi sijalewa na hapa kabisa sijalewa. Najua kabisa ninachokiongea. Baada ya hapo Mchizi akaanza kumkandia tena kaka yake bwana. Kaka Tari sio mtu sahihi. Jola akasema Tonye. Sasa hapa Jola akaona kabisa shemeji yake anataka kuvuka mipaka. So akaamua kusepa zake. Sasa huku napo Tari anataka kusepa zake kurudi nyumbani, lakini Lisa anataka kumzuia. Lisa nadhani kwamba Mchizi huenda hata angeondoka kesho, lakini ndo hivyo tena Mchizi ameshaamua kusepa leo. Lisa anamkomalia sana Mwamba kutaka wamlee mtoto pamoja, ila ndo hivyo tena Mwamba na mke wake na hataki kuchanganya mambo kabisa yani. Tari akamwambia kwamba nitazungumza na mke wangu alafu tutapanga mipango yote ya kumlea mtoto, lakini naomba usije ukaanza kunicheki, labda tu kama kuwe kuna emergency. Lisa akacheka sana kisha akamwambia ngoja, kwa hiyo mimi sipaswi kuwasiliana na wewe mpaka kuwe kuna emergency Kwa hiyo Tari unafikiri kwamba mimi ni pisi iliyotoka kijijini na njilinji huko bushi kabisa ndani? Hivyo ndo unavyofikiria Aise usije ukaruhusu kabisa ni kuonyeshe tifu langu. Haya mniambie basi nitapata jibu lini? Mchizi akasema ina maana kabla tujaanza mahusiano ulikuwa hujui kama nimeoa, si ndio? Peleche zako azijibu swali langu. Mchizi akamwambia basi weekend. Kwa hiyo kama hiyo weekend nisipojibiwa naweza kufanya chochote sio? Mchizi akamwambia baridi tu kisha akasepa zake. Sasa leo Jola alienda kliniki na daktari akawa anamwambia kwamba ana fibroids. Sasa kwa ambao hawafahamu, fibroids ni uvimbe fulani hivi ambao sio saratani na huwa unaota kwenye mfuko wa uzazi yani uterus. Na hii pia inaweza ikapelekea mwanamke akashindwa kabisa kupata ujauzito. Lakini uzuri ni kwamba hizo fibroids kwa Jola sio kusema kwamba zipo katika hali hatarishi sana. So akashauriwa na daktari kama wanataka mtoto basi huu ndio wakati sasa wa kumtafuta. Jola akasema kwamba Tari hayuko tayari. Daktari akamwambia jaribu tu kuzungumza naye na afanye kile ambacho kinahitajika kufanyika, kwa sababu kadri uvimbe unavyozidi kukua basi ndivyo hali inavyozidi kuwa mbaya zaidi. Basi bwana Jola akasema kwamba atazungumza naye. Sasa baada ya Tari kurudi home, Jola ikabidi amwambie mume wake yale yote ambayo ameambiwa na daktari. Nimetoka kliniki leo na fibroids zimerudi tena, na daktari amesema kwamba kama tunahitaji watoto tunatakiwa kuwatafuta kwa sasa kwa sababu hali bado haijakuwa mbaya. Baby, tulishazungumzia hii mbona? Kwa hiyo kama hali imebadilika bado tu tunapaswa kusimamia mipango yetu Yaani Mwamba sababu inayomfanya asitake mke wake kubeba mimba kwa sasa, anahofia mimba isije ikaharibika tena. Hiyo ndio sababu yake. Lakini kwa sisi watazamaji hapa tunaona kabisa kwamba hiyo sio sababu hata kidogo. Huyu mwanetu ende ikawa alishikwa bega maana sio bure. Jola akamuuliza kwa nini hutaki kupata watoto na mimi? Of course siwezi kupata watoto na wewe, maana ulisema sio muda sahihi. Jola akauliza kwa nini? Daktari si ameshaelezea kila kitu jamani. Tatizo liko wapi sasa hapo? Muda sahihi ukifika tutaangalia namna ya kufanya juu ya mipango yetu. Wewe unataka watoto kwa muda wako mwenyewe. Sawa, lakini mambo atakavyozidi kuwa magumu usije kaanza kuongelea mambo ya IVF kabisa yani. IVF ni in vitro fertilization, yani ni kama njia fulani hivi ya kumsaidia mwanamke kupata mtoto ambapo mbegu za mwanaume vinaunganishwa nje kabisa mwili wa mwanadamu, na mara nyingi inafanyika maabara. Baada ya hapo mimba sasa ndo inawekwa kwenye mfuko wa uzazi na mtoto anazaliwa kama kawaida. Sasa leo tena Tonye alimuuliza Jola vipi tena. Jola akamuelezea Mchizi kile ambacho aliambiwa na daktari na vile namna mume wake alivyorespondi baada ya kupokea hiyo taarifa. Mwamba akamuuliza alikwambia sababu? Jola akasema anasema eti anahofia kwamba mimba inaweza kuharibika tena. Mwanzoni si alikuwa anataka kuzaa na wewe jamani. Nini kimebadilika tena? Hapa Tonye akamwambia kwamba yani wewe ukihitaji chochote kile wewe niambie. Ila huyu shemeji bwana ni kiboko. Sasa Jola yeye anataka mtoto. Alafu yeye anamwambia kwamba ukihitaji chochote niambie.
mbona kama pana walakini hapa. Sasa leo bwana, wakati Tari akiwa amelala zake, mke wake akanyatanyata pale na kwenda kuchukua simu yake. Akapekua lakini hakupata kitu. Akaamua kuchukua na laptop kabisa na kuanza kufukua vitu. Sijui hata alikutana na faili gani, maana alibadilika ghafla. Yaani hapaamini kabisa ambacho anakishuhudia kwenye laptop. Ikabidi apande room chapu kumfuata mume wake. "We amka." Mwamba akawa anapiga kelele tu. "Kuna nini?" Bidada akamwambia, "Embo amka, tazama hapa, tazama." Mwamba ametoka usingizini na wenge lake, akachapwa kofi moja ili kutolewa wenge. Naangalia, kwani una tatizo gani? "Na tatizo gani? Tazama hapa, tazama." Wenge la usingizi likapungua bwana. Mwamba ndo akaona hapa ameshayakanyaga, maana aliyatoa macho sio poa. Ile anataka kumwelezea mke wake, Jola kutokana na hasira alizokuwa nazo hakutaka kabisa kumsikiliza. Ikabidi amfukuze bwana Tari. Mwamba anasema, "Sio kama unavyofikiria baby." Ila hii inauma sana. Yaani Mwamba ameamua kuzaa nje ya ndoa eti kisa tu mke wake ana changamoto ya uzazi. "Nimekuambia toka nje ya nyumba yangu." Mara Tonya akaja akawa anaweka mambo sawa hapa, lakini muda wote yeye amemshika shemeji yake tu, kisha akawa anamwambia kaka yake atoke. Yaani hapa Jola anaona kama vile anaota. Yaani huwezi amini, alilia sana na kujiona ni mwanamke ambaye hana bahati katika hii dunia. Sasa Tonya alitoka ili kwenda kuongea na kaka yake. Sasa hapa kaka mkubwa akawa anataka kurudi ndani kwenda kuongea na mke wake, lakini jamaa akamwambia nini? Atakuua. So Tonya akamwambia kaka yake kwamba kwa sasa inabidi amwache Jola peke yake, yani maana ana hasira sana. So kukutana naye itakuwa ni kama vile kutibua mambo mengine ambayo huenda anaweza akasababisha matatizo hapo mbeleni. So mchizi akamwambia kaka yake inabidi atafute sehemu ya kwenda kwanza, then baadaye ndo atakuja kusuluhisha haya mambo. Basi bwana Tari akasema kwamba nataka kuongea naye kidogo. "Tari, usijali, mimi nitamkea tu, una shida gani?" Sasa brother alivyosepa, Tonya akaingia chumbani kumfuata Jola bwana, na huku alikuwa na kinywaji mkononi. Alivyofika pale akamimina kwenye glasi 2, kisha akamgeukia shemeji yake na kumuuliza, "Kwa hiyo unataka nimalizie chupa lote ili peke yangu?" Jola akamwambia, "Niache mwenyewe." Mchizi akaanza kutema cheche. Sasa, "Jola, najua unaumia sana na pia najua umekasirika kupita kiasi, lakini kama unahitaji kuzungumza chochote usijali, mimi nipo hapa. Lakini kama una cha kuongea basi tunaweza kukaa hapa kimya tu na kupiga zetu mitungi." Jola akamwambia, "Unajikuta bana boy." Jamaa silikaimba bwana eti shayo. Basi bwana Jola akachukua ile glasi na kwanza kuifakamia, si akaona ni chungu sana, kwa hiyo ikamshinda, na hii inaelekea ndiyo mara yake ya kwanza kupata kilevi huyu. Kwa hiyo unajisikiaje? Bidada akasema, "At least najiona kama niko huru hivi sasa. Siku zote nilikuwa nikijua kwamba kuna kitu hakiko sawa. Kwa nini Tari hayupo kama wewe?" Mchizi akamjibu, "Baada ya Mungu kuniumba alitupa udongo uliobaki, ila I wish ningeweza kuondoa maumivu yako aisee. Pole sana. Nilikuwa nikitafuta mtoto na kumbe huyu mwanaharamu ana mtoto mdogo kabisa. Yaani najiona mjinga sana mimi." Basi bwana Tonya kama kawaida yake akawa anampoza bidada, "Wewe sio mjinga, wewe ni mrembo, uko amazing sana na pia una akili, ni mkarimu." Hajamaliza kuongea bidada akaamua kumaliza utata bwana, kisha akamwambia, "I'm sorry." Mwamba akaona, "Sorry ya nini bwana, usinitanie wewe." Akamvuta na kuanza kukata lita za kutosha. Wakaona hapa chini jao, ikabidi wapande zao juu kabisa. Upande wa pili wa shehe wetu tunamwona akiwa anapiga simu tu bila mafanikio yoyote. Sasa leo bidada wakati akiwa amelala zake, ghafla mchizi akamletea breakfast. Na hapa Jola alishangaa sana kuona mbona kama Mwamba ameshaanza kupania hivi. Mwamba akamwambia, "Ise, usiku wa jana ulikuwa ni noma sana." Jola akasema kwamba kilichofanyika jana ilikuwa ni mistake tu na hakitakuja kujirudia tena. "Una maana gani unavyosema kwamba ilikuwa ni mistake?" "Hebu acha bwana maneno Jola, mimi nakupenda. Usiseme hivyo samahani." Yaani mwanetu anataka kamatie mzigo serious, ila Jola akawa anasema kwamba ilikuwa ni mistake tu. Yaani hapa nadhani utaelewa kitu. Yaani kama una demu wako alafu ukazinguana naye, basi jua tu kabisa kwamba kuna mchizi ambaye alikuwa akimsumbua sana. Basi kwa huo muda anaweza akawa na nafasi nzuri sana na anaweza akamzawadia tu, alafu baadaye akaja kukuambia kwamba ilikuwa ni mistake. Kwa hiyo unapogombana na mwenza wako hakikisha kwamba unakuwa naye karibu. Sasa Tari alikuja kwa mzazi mwenzake na hapa alikuwa kimlaumu sana bidada kwamba yeye ndo amekuwa sababu pekee iliyopelekea majanga yote kwenye ndoa yake. Sasa leo wakati mchizi anaendelea kutupa zake nyavu, mara Tari akaingia. "Kuna nini kinaendelea hapa?" Jola akamuuliza, "Umefuata nini hapa?" "Nimekuja tuzungumze." "Sitaki kuzungumza na wewe." Mwamba kila mara amekuwa akishinikiza kaka yake inabidi ampe space Jola. Tari akamtaka Tonya aondoke kwenye nyumba yake, maana ameshaona huyu kijana vipi, mbona mimi ananifukuza tu lakini yeye yupo, na mazingira ambayo namuona na mke wangu sio rafiki hata kidogo. Tonya akatoka na hisi atakuwa ameenda kuchukua mabegi yake. Mwamba anajitahidi kuomba msamaha lakini kama vile ndo anachochea moto yani. Sasa kwa kuwa Tari aligoma kuondoka,
Jola akasema kwamba basi acha aondoke yeye tu. So ikabidi aende kukusanya nguo zake pale kwa ajili ya kusepa. Jamaa akawa anamuomba msamaha mke wake. Yaani hapa mwamba alikuwa mdogo sio poa. Yaani akitaka kumgusa ndo inakuwa balaa zaidi. Don't touch me. Sitaki. Sasa wakati Tari anataka kusepa zake, ikabidi amwambie na mdogo wake kuhusu kupaki vitu vyake na kusepa. Yaani hatakiwi kukaa hapa ndani. Tonye sasa ikabidi aanze kumwambia kaka yake kwamba inabidi Jola aulizwe kama anataka kukaa peke yake au vipi. Basi wakaingia ndani na kumuuliza sasa. Mwanzoni Jola alikuwa amekaa kimya, lakini alivyoona kwamba mabishano yanazidi kuongezeka, akasema hisi nimesema wote nataka msepe. Jola ilibidi awafukuze wote. Sasa bwa mdogo wakati anaondoka, Jola akawa anamtazama tu. Yaani Tari ameshaanza kuwa na machale kwamba huyu ndugu yake atakuwa anamtafuna mke wake. Maana bwana mdogo anafosi kichizi kukaa humu ndani. Sasa hapa jamaa akawa anamwambia mlinzi kama endapo ataondoka, alafu mdogo wake atarudi humu ndani, basi wala simzuie wala kumfukuza. Amwache tu aingie, lakini ahakikishe kwamba amempigia simu. Basi bwana wakati Jola anaingia zake chumbani, si akamkuta Tonye bwana. Bwana mdogo amerudi. Mchizi yani yuko serious kweli na penzi. Yani hapa kichwani kwake anasema kabisa yani penzi aliwezi kufa kizembezembe. Jola alishangaa sana, akamwambia mchizi kwamba mume wake Tari ameshaanza kusanukia mchongo. Ila jamaa akawa anamwambia yeye hajali wala nini kuhusu Tari. Hapa mrembo alikuwa akimsisitiza sana Tonye aweze kutoka hapa nyumbani asije akakutwa. Ila mwamba ndo vile tena ameshakuwa king'ang'a. Sasa Jola mpango wake ulikuwa ni kuongea na mume wake ili kuweza kuona mwisho haya yote. Tonye akawa anasema yani kwa mambo yote yale ambayo amekufanyia alafu bado unataka kurudi kwake? Mimi sitaki kuzungumzia haya mambo kwa sasa, wewe ondoka tu. Ila mchizi ndo kwanza anazidi kurusha ndoano tu. Mwamba akamwambia Jola atampa kila kitu anachohitaji, yani mpaka watoto atampa. Basi bwana ile anataka kumkisi tu, kumbe kaka mtu alikuwa akiwasikiliza wanavyoongea vyote. Sasa hapa Tonye alipewa kichapo sio poa, lakini kwenye minyana kwa bahati mbaya alimgonga bidada tumboni bwana, akadondoka mpaka chini. Mwamba akamfuata mke wake na kumkumbatia pale na kisha akampeleka hospitali. So hapa tunamwona Jola akiwa zake hospitalini kwa ajili ya matibabu. Daktari alitaka kujua namna bidada alivyoumia. Sasa Tari hapa akawa anamwambia kwamba mke wake aliumia wakati alipokuwa anapigana na binamu yake. Daktari akawa anasema lakini cha kushukuru Mungu ni kwamba hakuna jambo lolote lililotokea kwa mtoto. Sasa hii taarifa ilimchanganya sana Tari. Mtoto tena anashindwa kuelewa kabisa. Samani ulisema mtoto? Mwamba hapa akawa anajiuliza maswali mengi sana kichwani juu ya huyo mtoto. Mtoto kiaje na wakati hajafanya mapenzi na mke wake kwa muda mrefu, na pia mara mwisho kufanya alitumia kondom. Sasa hii mimba imetungwaje? Au ni kwa nguvu za Roho Mtakatifu nini? Sasa Tari baada ya kutoka hospitali akamkuta ndugu yake akiwa ameegemea kwenye gari. Hapa akawa anamwambia unataka niwaite polisi? Mchizi akasema kwamba nimekuja hapa kwa sababu nataka kumwomba msamaha Shemu. Lakini Tari bado hajakata tamaa juu ya kusuluhisha na mke wake. Sasa hapa mchizi akamuuliza bidada kwamba anataka kula nini, lakini Jola akamwambia kwamba atajipikia mwenyewe tu. Mwamba akasema kwamba daktari amesema inabidi apumzike tu, kisha akamwambia ujua una mimba? Jola akasema najua sana. Na vipi kuhusu huyo mtoto, ni wangu au? Jola akamwambia kwamba swali gani la kijinga lo ambalo unaliuliza? Mwamba akasema nimekusikia wewe na Tonye usiku wa jana wakati mnaongea. Bidada kwa hali ya upole akasema kwamba ilikuwa mara moja tu. Bullshit! I don't care kama ukiniamini au usiponiamini, lakini huo ndo ukweli. Mimi na wewe tulikuwa tukitumia kondom. Na wewe mwenyewe ukasema kwamba unatumia vidonge. Bidada akasema nilidanganya tu. Wewe hukutaka kunipa ninachohitaji. Kwa hiyo nikatafuta kwa njia zangu ambazo ninazijua mwenyewe. Maskini ya Mungu Mwamba haamini anachokisikia. Kisha Jola akamwambia unadhani hiyo michezo unaijua kuicheza wewe mwenyewe? Mwamba akasema nilikuamini sana Jola. Jola akamjibu naye pia alikuwa akimwamini sana. Yaani miezi 4 tu baada ya ndoa yetu ukampa mimba mwanamke mwingine, na wakati huo mimi nilikuwa nikijiuguza kutokana na mimba iliyoharibika. Siku zote umekuwa ukinificha ili nisije nikagundua chochote kile. Mpaka kuna wakati mwingine nilitaka kujaribu tena kushika ujauzito, lakini wewe ukaniambia kwamba nisubiri. Na mimi bila kujua kwamba wewe ulikuwa na mtoto tayari. Tayari umeivunja ndoa yetu. Sasa utaamua wewe mwenyewe uchukue jukumu la huyu mtoto na kuwa na mimi bega kwa bega kwenye kuilea hii mimba au uondoke. Maana mimi fokasi yangu kwa sasa hivi ipo kwa huyu mtoto. Kwa hiyo chaguo ni lako, wewe utaamua cha kufanya. Na jamaa hapa amebaki akijilaumu sana. Aisee, nadhani humu ndani utakuwa umejifunza vitu vingi sana. Hebu weka comment hapo chini umejifunza kitu gani kupitia hii movie. Hii ni Mentalix Recaps na mimi ni mchizi wako Aiko. See you next time.